akalia machozi. Ukiangalia afurahi kifo cha mtu yoyote. Anasema tutubu. Raha yake ni tutubu. Watu wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Raha ya Mungu ni kufanya nini? Raha ya Mungu ni kufanya nini? Tutubu. Tubu. Alafu anauliza swali, kwa nini ufe kwa dhambi? Yesu alilia machozi maana rafiki yake alilala kwa mauti. Yesu alilia machozi maana alipokuwa anaangalia mwanadamu. Saa hii anapotuona vile tumekaa, tumekuja sherehe ya mzee, tuna uchungu ndani. Tunasema Mungu fariji familia hii. Kukuja kwetu hapa, hiyo kilio tulio nao ndio kilio Yesu alio nao. Walakini fungu langu la mwisho kwa utangulizi, maana nilikuwa nimepewa utangulizi. Tusome kitabu cha Wathesalonika 5 kuanzia 10. Biblia inastaja ikisema, ambaye alikufa kwa ajili yetu ili tuishi pamoja naye, iwe tu uhai tumekufa. Watu wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Watu wa Mungu, Yesu Kristo asifiwe. Ambaye alikufa kwa ajili yetu. Ni nani alitufia? Ni nani alitufia? Yesu Kristo ndiye aliyetufia ili tuishi. Mtu amekukufia. Kwa nini unataka kukufa? Kwa sababu ya kutotubu. Mwanadamu anayesikia sauti hii, kwa nini ufe? Na Mungu akisema kifo, ukikataa kutubu, kifo, dhambi itakuua. Watu Mungu, Bwana Yesu asifiwe. Ukikataa kutubu, dhambi itakuua. Willis. Na nikitaja kuwa dhambi itakuua, ndio kilio Mungu anasema. Mwanadamu, kwa nini ufe? Mwanadamu, sifurahi dhambi ikuue. Aliyetufia ni Yesu. Na kwa maana tuamini kifo chake inatupa uhai. Tuamini kufa kwake tumepata uhai na tunaishi. Imetaja Yesu ametufia. 11 inasema, kwa hiyo farijini aneni na kusaidiana nyinyi kwa nyinyi kama mnavyofanya sasa. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Faraja, umekubali kutumika na Mungu kuletea faraja familia hii. Biblia inataja farijianeni. Kuweko kwako hapa, kutembea na familia, wakilia, wakikuangalia wanaona matumaini. Sio wakilia wewe ndio unalia kuwazidi. Watu wa Mungu, mko hapa ama mliama? Ninashangaa wengine hawako karibu na familia lakini mnalia zaidi kuliko familia. Matumaini inatoka wapi? Hiyo kilio chako kinafaa kuwa cha matumaini. Ndugu, tunawaombeni muwastahi wale wanaofanya kazi katini yenu, wale wanaowaongoza na kuwafundisha kuhusu maisha ya Kikristo. Faraja utokana na Mungu, ndio maana nimesema. Mara nyingi tunaleta faraja lakini tunaleta faraja ya kibinadamu. Ninaomba tunapokuepo tulete faraja ya Mungu. Na ndio maana Mungu anasema, sina raha, inanihuzunisha, inanichoma moyo mtu yoyote, sio hata mwenye dhambi. Tunaposherekea maisha yako ya kujisalimisha kwa Yesu. Haleluya kanisa. Mzee huyu ameishi kwa ushirika. Miaka 3 tumetembea naye kama mzee wa kanisa. Ameishi kwa ushirika, ni mzee wa kanisa, amepambana. Hata akiwa mgonjwa unampata kanisani. Ukisimama mbele kuhubiri utaona mahali amekaa. Mimi nikiangalia hiyo inanipa nguvu, inasema kama yeye ajisikii vizuri kimwili na ako kanisani, ako kwa ushirika, anaimba, anaomba. Wewe ambaye una miguu miwili, una uhai, ukanyagi kanisa ya mtu,
na wewe ni mwanadamu. Kilio ni kwako, ndio maana Mungu analia akiuliza, kwa nini ufe mwanadamu? Kwa nini ufe mwenye dhambi? Sauti hilo la kutanguliza tu, la kuanzisha tu, tupe usikivu. Najua Mungu atatuongelesha na yale atakayoongea yatatujenga na yatusongeshe karibu na wewe. Familia, maombi yetu kwenyu ni muwe na nguvu, msimame, tusherekee, tupate ushuhuda kwa mzee aliishi, akafanikiwa, akapumzika kwa usingizi wa mauti. Na anapopumzika, wewe unayenisikiza sauti hili, siku yako itafika. Ama wewe unayeongea, kama Yesu hakuji, utakufa kwa mauti. Lakini kabla ufe, tunaomba ulale usingizi wa mauti ya matumaini. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Maombi yetu ni gani? Maombi yetu ni gani? Ulale kwa usingizi, usife. Ukikufa ni dhambi itakuwa na ni kilio kwa bingu. Kilio kwa bingu. Wanadamu tutafurahia mwenye dhambi afe ili ametuchokesha. Walakini inahuzunisha Mungu hata mwenye dhambi ambaye ni mimi na wewe. Wacha atupe matumaini. Maneno yatajijenga, yatatusongesha karibu na wewe. Tusikie sauti ni lake, sio langu, sio lako, liwe sauti la Mungu. Si Mungu awabariki. Acha tufunge macho tuombe. Uliyetuumba Mwenyezi Mungu, jina lako litukuzwe. Nafasi ya pekee tunapata matumaini, tunapata faraja. Tunakusifu Mungu maana umetuleta kwa boma hii leo. Kwa kweli tuna machungu maana tumekumbana na mauti. Matumaini ni gani? Yesu ulitufia sisi wenye dhambi, tuchague kutokufa kwa dhambi. Na kama ni kulala usingizi wa mauti kabla Yesu aje, Baba, mapenzi yako yazidi kujidhihirisha. Pena nguvu kwa familia hii pamoja. Wowote anaosimama mahala hapa aongee sauti li hai, linalotubadilisha na linalotusongesha karibu na wewe. Mungu, asanti kwa kusikiza maombi na asanti kwa kujibu. Katika jina la Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Asanti mchungaji kwa kutupa neno ambalo limetufungulia na kufariji familia. Tunasema ni asanti. Kwa hivyo tunataka tuanze mkutano, na ningeomba kila mmoja atulie, na ukiwa katika mahali popote usipige kelele. Leo hakuna kuongea hapa kulingana na ratiba ile ya familia. Vikundi vinakuja hapa, vinapigwa picha na kwaya ndio wataimba. Kama kuna kwaya yoyote ambayo itafanya registration hapa, mufanye hivyo haraka. Kwa hivyo sijui kama pastor angesema kitu kimoja alafu tuendelee na program. Pastor wa district hii amekuja, ningetaka nipe nafasi pengine awakaribishe wageni alafu tuendelee. Pastor, karibu. Asante sana Elda. Wapendwa katika Kristo, tumekuja kuomboleza na familia na wasalimu hamjambo. Basi tunamshukuru Mungu kwa mibaraka ya siku ya leo na majaliwa ya kuiona siku ya leo, ili tuweze kukaa na familia hii kwa minajili ya kuifariji. Na kwa sababu hiyo ningependa kuwakaribisha nyote wageni wetu ambao wametoka mbali na karibu, kwaya zetu ambazo zimefika, wazee wa makanisa kutoka karibu na mbali, wachungaji wote wale ambao wamefika. Tungependa kuwakaribisha kwa sherehe ya ndugu Ouko. Kwa hivyo jinsi ya kwamba mko nyumbani,
na vile ambavyo chairman amesema, tutakuwa na nyimbo nyingi kwa sababu ya kuleta faraja kwa familia hii. Na kwa sababu hiyo, karibuni. Kuna yule mama uliniambia anaitwa Rairi Mogaka, uje hapa mbele. Na kwa sababu hiyo, ningependa kulifanya ombi ili tuanze mkutano vile ambavyo mtumishi amesoma neno lake. Basi tunaomba. Baba wetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunalihimidi jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu wewe ni Bwana na hatuna Bwana mwingine mwema kama wewe. Uliyemtoa Yesu akafa msalabani kwa ajili ya dhambi zetu, na kupitia kwa kifo chake tukahesabiwa haki na kuwa na matumaini ya ufufuo siku Yesu utakaporejesha ufalme wako. Tunakushukuru kwa sababu umetuleta zote. Tunakushukuru kwa sababu ya wenzetu ambao wako njiani wanakuja kwa ajili ya sherehe hii. Zote kwa pamoja tunaomba wasi ya kwamba kuwepo kwetu mahala hapa kuweze kuleta faraja, na mwisho tuyaone matumaini na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwako. Kuwa pamoja nasi tunapoanza programu hii hadi mwisho wake, kwani tumeomba katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Karibuni sana. Asante Pastor. Sasa tunaanza. Vile nilitangulia kusema ni kwamba groups ama vikundi vitakuja hapa. Kikundi ambacho kitatangulia hapa kupiwa picha ni aunts and uncles. Wale ambao ni aunt and uncles waisemoke Richard na bangina moke mwezi bali banka moche gatwa kwevi mwa kwevicha eliye kare kwaya ya keore main ekona gocha igo angoni baroja mwaka 7 ba mwaka ratemo angoni no moje ta bande bache ni numurange iri omanyeta aba isemoke Richard marehemu yuri mumuro minto nje njungo gocha bangina moke kurunka chigocha mwezi pi wa kwevicheje tukole kipindi ekyo igondo je moyo alisaba ndoje murabake sana kaibale oyo nero kurukaba oyo baraba bange biyamono kaimesha kajiet mwaja bwangu tulisema uncles and aunts wote chumwe nchukora ngora na bange mure chumoitire naira iniga murigererie biche elimu akwe elinde tuende sehemu nyingine. Hao wakimaliza Keole Central Choir, hao wakimaliza Keole muwe karibu yabange biya muri banga tenda biya murigererie biche ye akuwa ane ngo tumwera abantu bande barura balisiko na bande bakadare bataika monge nango jya mugorigerero kirogoro mwenzi mukimaliza utanionyesha kwa ishara, alafu wafanye saluti. Cutting-edge live streaming services, you can share your event with the world in real time. Whether it's a small gathering or a large-scale production, we ensure that no one misses out on the excitement. Kobonyo omongina yuna sina bana baye koruo mwanchi obo omwana ouka tunyorete twensi tata nyasaye gwatorendire ebyakoryugati tata nyasaye go byabeire ebyaikiranira sengencho yoburendi bwao noko bwakwao togenderete naende rituko ria omoeri mondo ore igoro gosemeria nkorororo ngabyansi pia bagenderete Kenya ngima emeroberie ye nere buya twasabira make wetera serie tariao
nelia Yesu Kristo yoro motori eto. Vyema kwaya ya Kiole kama mmekuja wakati ni wenu, siwaoni. Kiole Central. Nimeambiwa ya kwamba Kiole imetoka kidogo. Ile ya pili ilikuwa kama Kiole imetoka, kuna kwaya ya pili ambayo itaingia. Na hii ikitoka Rio bara tafadhali, kama mko tayari mniambie. Rio bara nione kwa mkisimama hivi nitaona mko karibu. Rio bara. Okay. Kwaya ingine Milimani tafadhali muje mbele katuimbie wimbo mmoja. Au wakitoka nitaenda grupu ingine, baadaye nitaita kwaya. Milimani, asante kwa kuja, mmekaribishwa. Asante. Milimani ni la kanisa la mwenzetu ambaye ni Herda Richard Ouko ambaye amelala. Hii ndio kanisa lake alikuwa anashiriki na hii ndio kwaya yake. Kwa hivyo welcome. That's the family. You're head of the family. Let's speak it. She's simple as that. Okay. It's okay. Ulinzi wako Bwana ni dhabiti, watufunga na kamba za upendo, kutuepusha nayo majanga. Bwana watupa matumaini kwa mambo yanayotushutua, tulipopita njia ya kifo, ulitukinga tukushukuru. Neema yako Bwana yatutosha, ulinzi wako Bwana ni dhabiti, watufunga na kamba za upendo, kutuepusha nayo majanga. Bwana watupa matumaini kwa mambo ya utambulisho.
kutamka Mungu, upendo wako ni mkuu, kweli Mungu hatungetoboa. Kujiokoa shidani ni huruma na rehema zako Mungu, twasema asante. Tumesikia na kuona mambo kwa watu wengi yasiyo mazuri, magonjwa mengi sana duniani, mpaka korona yaua watu. Bwana umetupa kibali tena, tumeona mkono wako Bwana, hakuna jema tulilotenda ili kuwa hai hadi leo. Korona yaua watu, Bwana umetupa kibali tena, tumeona mkono wako Bwana, hakuna jema tulilotenda ili kuwa hai hadi leo. Mungu twakushukuru daima, mbele zako twasimama, tutazidi kutamka Mungu, upendo wako ni mkuu, kweli Mungu hatungetoboa. Kujiokoa shidani ni huruma na rehema zako Mungu, twasema asante. Mungu twakushukuru daima, mbele zako twasimama, tutazidi kutamka Mungu, upendo wako ni mkuu, kweli Mungu hatungetoboa. Kujiokoa shidani ni huruma na rehema zako Mungu, twasema asante. Mungu twakushukuru daima, mbele zako twasimama, tutazidi kutamka Mungu, upendo wako ni mkuu, kweli Mungu toboa. Kujiokoa shidani ni huruma na rehema zako Mungu, twasema asante. Mungu twakushukuru daima, mbele zako twasimama, tutazidi kutamka Mungu, upendo wako ni mkuu, kweli Mungu hatungetoboa. Kujiokoa shidani ni huruma na rehema zako Mungu, twasema asante. Mnasemaji? Tunasema asanti. Wakati naongojea wafanye marekebisho kidogo hapa, kwaya ambayo itafuata ni Evangelist DA Church, na ile grupu itafuata ambayo kupigwa picha ni Cousins. Cousins watatangulia, alafu Evangelist ifuate. DJ kidogo kidogo ile soft music. Kuna kitu wanarekebisha hapo. Tunataka ile soft music mkiwa mna adjust kidogo. No matter where they are. And let's not forget about our awe-inspiring aerial shots. Our state-of-the-art drone technology allows us to capture stunning perspectives from above. Imagine the elegance of your venue, the beauty of nature,
or the scale of your event, all beautifully captured from a bird's eye view. So, whether you're planning a wedding or hosting a once-in-a-lifetime event, trust KISII FM Digital to provide you with an unforgettable experience. Visit our website at www.kisifm.co.ke or contact us on 07 21 28 7828. KISII FM Digital, Enka Yomogusi.